Kiambu. Mumeamua ni one term. Ruto, Kasongo, Zakayo. Hebu nione muliamua one term. Watu wa Kiambu tulisimama hapa wiki kadhaa zilizopita. Tulikuwa tumeenda Ndumberi sababu mtoto mdogo wa miaka 12 alikuwa amewawa na Zakayo na askari wake. Mnakumbuka? Alafu tukitoka Ndumberi tulienda kuona familia ya kijana Mwangi. Mnakumbuka Mwash? Alikuwa amepigwa risasi pia amewawa. Wakati huo tulikuja hapa kusema pole kwenu, tukiwa kwa majonzi, si ndio? Leo tumekuja Kiambu tukiwa na furaha. Tumetoka pahala panaitwa ufungamano. Ufungamano ndio serikali za Kenya huwa zinaundwa. Ufungamano ndio Kibaki alikutana na Wamala kijana na Ngilu na team wakaunda serikali. Mnakumbuka tu? Hiyo serikali ilileta maendeleo, ikaleta free primary na secondary education. Sisi leo tumekuja hapa mkituona hivi, mko tayari tuunde serikali pamoja? Hebu nione wale mnasema mko tayari. Tumekubaliana tutatembea pamoja. Hatutakubali tugawanywe na mtu anaitwa Kasongo, sababu kazi yake ni kugawanya. 202 tulishikana tukawashinda. Leo huyu Zakayo ameanza mbinu ya kugawanya upinzani. Sisi tuko macho bwana Zakayo, hatutakubali utugawanye, tutakaa pamoja hadi mwisho tutoe mmoja wetu wa kupeleka Sugoi. Sawa? Na watu wa Mlima, msikubali mgawanywe. Zakayo najua ninyi mkishikana kura zaidi ya milioni 4 ndio limuingiza State House, ndio? Anajua mkishikana tena na huyu Rigiji, na huyu Martha Karua, na huyu Linturi, na huyu JB Muturi, haki ya Mungu Zakayo anaenda nyumbani. Sawa? Ninyi ndio mlimuingiza na ninyi ndio mtamtoa. Mko tayari? Nimesikia amekuwa hapa juzi anasema ati alijaribu kugawanya Mlima Kenya into Mount Kenya East na Mount Kenya West. Watu wa Mlima wa Embu wamekataa mambo yake, Meru wamekataa mambo yake. Sasa anasema eti anataka atoe Kiambu kutoka kwa Central, ati msiwe pamoja na wenzenu. Mtakubali hiyo? Mtakubali Kiambu iondolewe Mlima Kenya? Wangapi mnakataa poroja ya huyu bwana Zakayo? Mkae pamoja kama kitu kimoja. La pili, tumesema bwana Kasongo, tumesikia waziri wako Aden Duale akianza siasa ya ukabila, ya kugawanya nchi kwa misingi ya ukabila. Amesema ati tunarudi 207, tunaenda kuunda Pentagon. Sisi tulijua yale yalifanyika 207-208. Mnakumbuka? Hatutakubali jamii ya Mlima muwe isolated, turudi ile siasa ya 41 versus 1. Hiyo bwana Ruto mlifanya wakati huu hatutakubali kamwe. Ndio sababu mkiona huyu Kalonzo Musyoka, si mgeni hapa. Mnakumbuka alitembea na Kibaki? Si alisaidia Kibaki tukaunda serikali? Mkiona Wamalwa hapa, mimi si mgeni hapa. Si Wamalwa kijana alitembea na Kibaki? Si tuliunda serikali? Leo tukija hapa tumekuja kama marafiki wa Mlima, na tunawaambia hatutakubali mtembee peke yenu Rigiji. Hatutakubali Karua mtembee peke yenu. Hatutakubali Mlima uwe isolated ever again. Tuko pamoja jamani? Sisi tumesema tutakubaliana, yule tutatoa mtamuunga mkono apeleke Kasongo nyumbani. Na hii ni team. Huyu bwana Rigiji na Kalonzo wamekuwa nambari 2 Kenya. Huyu amekuwa second deputy president of the republic. Kalonzo amekuwa the 10th vice president of the republic. Mimi nimekuwa kwa ile Kibaki cabinet. Karua amekuwa kwa hiyo cabinet. Huyu Linturi na huyu Muturi wamekuwa mawaziri. Tuko tayari kuunda serikali day 1 na kurudisha sera nzuri za Kibaki, sera nzuri za Uhuru, na kutoa hii mambo ya Kasongo na housing levy iende mara. Housing levy iende mara. Shashe shisho iende mara. Mko tayari tuitoe jamani?
Sitaki niseme kuliko hapo. Nataka watu wa mlima mkumbuke yale. Kuna msemo ninyi huwa mnasema, ule mkondo Kibaki na Wamala walitembea wakaunda serikali. Tunataka turudishe, tufuate huo mkondo. Wakikuyu mnasema Ruiru shoke mukaro. Muko tayari turudi hapo? Ile safari ya Wamala na Kibaki? Na mchunge sana ni nani mnaenda kuinda naye. Wakikuyu mnasema ukienda kuinda chui lazima uchunge yule unawinda naye. Garehe itagwa na mudu. Si wadoni tumekuja sasa. Muko tayari tuende tuwinde chui pamoja? Tupeleke Kasongo nyumbani? Hebu nione mikono unasema asante, Mungu awabariki. Haya, JB Muturinde wewe. Boko mugaidia atia? Yeah? Ate? Tukane moe. Mugaidia hii.